usikate tamaa, amani itapatikana. Mimi nachagua amani. Wewe je? Kirudia, Mungu anasisitiza ya kwamba ule ufalme wa amani umekaribia. Mnapoyaona haya, jua kutiwa giza, mwezi kupoteza mwanga wake, nyota kuanguka, tetemeko mara baada ya kipindi cha reformation, yapo mengine yataonekana, vita na tetesi za vita, njaa, tauni kila mahali, watalia amani amani, lakini amani hakuna, na nitawaeleza baadaye kwa nini amani hakuna. Wakati mnapoyaona hayo, inueni macho yenu juu, kwa sababu wokovu wenu umekaribia. Kwa hivyo tunapoishi katika kipindi hiki, tusiishi kwa wasiwasi, tusiishi kwa mashaka, tusiishi kama watu ambao Mungu hakufungua pandia na tukaona. Tunaona, Mungu ametujulisha, tunafahamu. Tusiende kama vipofu kwa sababu tumekataa tu neno la Mungu. Neno la Mungu ni la kweli, na leo tutasindikiza hiyo habari vizuri sana. Wengi wametafuta na kuuliza ya kwamba formula ya amani ni nini, na wengine hata wamediriki kueleza. Reverend Raymond Munoz katika article yake aliyoiandika The Simple Formula for Peace alisema amani ni kitu ambacho kila mtu anaelekea kutafuta, lakini hakuna anayejua namna ya kuipata kwa mafanikio. Yeye anashauri, anasema ufunguo wa kupata amani ulimwenguni ni formula hii. Formula yake ni hii, tena ni rahisi. Anasema amani ni kuelewana ongeza kuheshimiana. Yeye anasema amani ni kuelewana ongeza kuheshimiana. Viwili vinapokuwepo, amani. Ninakubali mambo muhimu, lakini inaelekea, yeye anazungumzia ile amani ya kutokuwepo kwa vita na migongano na migogoro. Na sisi tumesema sio amani tu hiyo tunayoitafuta, tunatafuta amani iliyo kubwa zaidi, the inner peace. Ile amani ya ndani ambayo hata ikiwa kutakuwa na vurugu na migongano, but I will maintain my composure. Mimi nitakuwa nimetulia moyoni mwangu, sitahangaika, sitapata vurugu. Kisa kimoja ninachokikumbuka katika Biblia kinachonijia, vipo vingi, lakini kinachonijia kichwani sasa hivi ni wakati Petro amefungwa gerezani. Petro kisa chake ni cha pekee. Alikuwa ni mtu ambaye ana sifa mchanganyiko. Alipokuwa na Yesu Kristo, ndiye mtume peke yake aliyekuwa anatembea na jambia. Can you imagine a pastor akitembea na panga? Lakini alikuwa anatembea na jambia, na yeye alikuwa na sifa zake mchanganyiko, anapanda anashuka. Lakini baada ya Pentecost, Petro akawa amebadilika. Wakati fulani amefungwa gerezani, ili siku ya baada ya Pasaka atolewe, akatwe kichwa hadharani. Na pale gerezani alipokuwa amefungwa, aliweka kwenye maximum prison, mahali ambapo asingeweza kwa namna yoyote kutoroka. Asingeweza, kwa sababu aliwekwa kwenye gereza ambalo halikujengwa jiwe baada ya jiwe au tofali baada ya jiwe. Ni chumba kilichochongwa ndani ya mwamba. Mlango wa kutokea ni mmoja na madirisha hakuna vile vile. Lakini pale kwenye mlango wa kutokea kulikuwa na 4 different gates, malango 4 ndio uingie kule ndani umfikie Petro. Pale Petro alipofungwa, alifungwa mkono wa kulia na wa kushoto. Mnyororo mmoja umefungwa kwa askari wa Kirumi huko, na mnyororo mwingine umefungwa kwa askari wa Kirumi kule. Halafu kwenye kila lango wamewekwa maaskari 4 maaskari 16 wa Kirumi kulinda mtu mmoja. Hawajaogopa hao? Wameogopa. Wamejua ni nani wameweka humo ndani. Ndio maana wakaweka maximum. Na mwandishi mmoja anaandika, anasema man's extremity is God's opportunity. Wakati wamemfungia namna hiyo, kumbe kanisa lilikuwa linaomba. Usiku Mungu akatuma malaika. Ninachopenda kwa Petro baada ya kupata amani aliyopewa na Mungu, usiku ule wa mwisho, ili kesho yake atolewe akatwe kichwa, Petro usiku ule alikuwa amelala. That's peace. Alikuwa amelala, tena najua kwamba usingizi mkali. Amelala kwa nini? Kifo hakimtishi. Walio na amani ya kweli anayoitoa Mungu mwingine
kifo si tishio na hakuna kingine kilicho tishio kwao. Wanayo amani kamili. Kwenye Hinduism nilikuta hiki, wanasema ikiwa unataka amani kwa wote, yani amani ipatikane kwa watu wote, badilika uingie kwenye utambuzi, consciousness of Krishna. Krishna ni Mungu katika Hinduism. Na ukiingia hivyo, anasema unafanya hivyo kwa kuimba na kurudia chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una chant hivyo eti uingie katika consciousness ya Krishna. Na ukiingia kwenye hiyo consciousness ambayo ni transcendental meditation, ukiingia kwenye hiyo consciousness, utaingia kwenye ulimwengu wa amani. Ulimwengu wa amani. Wapo wengi wanaoeleza juu ya formula hiyo ya kupata amani. Lakini hebu twende kwa Mungu wa mbinguni. Yeye anasemaje? Amani ambayo itakuwa ni amani ya kweli ni amani gani? Ndio mahali ambapo Yesu anakuja anasonda kila mwanadamu. Kwa sababu wanadamu wote wana kitu kimoja kinachowakosesha amani. Nacho ni hiki, dhambi katika maisha. Dhambi ndiyo inayotukosesha the inner peace. Tunapofanya dhambi, guilt consciousness, dhamira inayotushtaki, ndiyo inatufanya tuishi maisha ambayo hayana amani, hayana utulivu, yamevurugika, yamekuwa kama tumechanganyikiwa. Na kwa wakati kama huo, Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami anasema nitawapumzisha. Anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha moyoni mwenu. Haleluya. Nanyi mtapata raha moyoni mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni wa namna gani? Ni mwepesi. Anasema njoni kwangu. Kwa nini anatuinvite kwake? Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Na unaposumbuka na kulemewa na mizigo ya maisha inayokukosesha amani, yupo ambaye atatua hiyo mizigo na ataingiza raha nafsini mwako. Yupo. Na yeye anakualika kwa upendo, anasema njoo kwangu mwanangu, mimi ndiye niliyekuumba, ninakuona unavyohangaika, mimi siwezi kujilazimisha katika maisha yako, lakini ukichagua njoo kwangu na ukiniomba, mimi ni radhi, nitaiondoa mizigo inayokusumbua katika maisha, nawe utakuwa huru, nawe utakuwa pata raha moyoni mwako, utakuwa mwepesi. Yesu alipokuwa na wanafunzi wake katika Mathayo sura ya 16 mstari wa 33, aliwaambia mambo mengi, lakini baadaye akawaambia hivi, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Hayo nimewaambieni, samahani nilikuu vibaya hapo. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Kumbe mambo anayoyasema Yesu Kristo yanalenga kukupatia amani katika maisha. Neno la Yesu Kristo anapolitamka, ana makusudi ya kukuondolea mizigo inayokukosesha amani katika maisha. Anataka kurestore the inner peace, ile ambayo imepotea katika maisha yangu. Ndio maana anasema, amani na waachieni, amani yangu na wapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na mashaka, wala msiwe na woga. Anasema Yesu Kristo, amani yangu na waachieni. Kwa hivyo yeye ametuachia amani. Inabakia ya kwamba, je, ninaipokea ile amani au ninaikataa ile amani? Yeye kwa upande wake ameshaitoa, ipo. Je, unaipokea ile amani ili uishi kwa amani, au unaikataa ile amani, unakwenda kuitafuta mahali kwingine? Amani ya kweli haipatikani mahali pengine popote, Mungu ndiye anayeitoa. Ndio maana anasema na waachieni. Ndio maana hata yeye alipokuwa akieleza juu hii ya formula for peace, yeye anasema hivi,
kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu hamwezi kuzaa. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hivyo amani in its purity, amani in its comprehensive sense, completeness, amani ambayo ni genuine amani, haina chanzo mahali kwingine, huwezi kuitengeneza, huwezi ukaifanya na kuiunda, huwezi, you can't. Anaitoa ni Mungu wa mbinguni na Mungu wa mbinguni peke yake, na yeye ndiye anasema nimeshawaachieni. Ili ujue ya kwamba ni kweli, ukikaa ndani ya Yesu Kristo ndio matunda yatazaliwa. Ukienda katika Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22 anasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha na nini wapendwa? Na nini? Kwa hivyo amani ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu, ni kazi ya Mungu katika maisha yako. Ukikaa ndani ya Kristo, na kukaa ndani ya Kristo ni kumkopokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, kumkubali ya kwamba yeye hakuniumba tu, lakini yeye nilipoanguka dhambini alikuja akalipa gharama ili mimi leo niokolewe. Na unapomkubali, ukikaa ndani yake, yapo matunda yatazaliwa. Nipende kukuambia ya kwamba hata haya matunda mengine ukiangalia, upendo, furaha, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi, vyote hivi ni viungo vizuri tu katika mkao wa imani. Kwa hivyo amani hii ukiipata ni amani iliyo kamili.